Mtazamaji, tukiendelea, KTN imebaini kwamba sakata ya dhahabu nchini Kenya inahusishwa na watu wenye ushawishi mkubwa humu nchini na pia mataifa ya Uarabuni. Sasa ni bayana kwamba shirika la ndege la Kenya Airways lilisimamisha safari zake kuelekea Kinshasa na ulanguzi wa dhahabu. Mbali na washukiwa wa dhahabu ambao walikamatwa leo na kitengo cha operesheni cha usaidizi, wachunguzi ambao wanafahamu yaliyotokea jijini Kinshasa wanasema majasusi wanaendelea kuchunguza marubani wawili ambao walikamatwa kwa madai ya kupatikana na tani 3 za dhahabu bila stakabadhi sahihi. Mwanahabari wetu wa masuala ya upekuzi na upelelezi ukipenda Ode Francis anaelezea kwa kina. Malalamiko ya raia wa Georgia yamesababisha kukamatwa na kufichuliwa kwa mpango mkubwa wa dhahabu feki. Mtu huyo aliyedaiwa zaidi ya dola milioni 6 za Marekani katika malipo ya dhahabu ya kilo 1161, huku mtuhumiwa akikamatwa katika eneo la Githunguri. Mtuhumiwa anayetambulika kwa jina Frederick Duranira Mburi alikamatwa na maafisa wa kitengo cha Operation Support Unit kwenye makazi yaliyokuwa na fedha bandia. Mfanyabiashara huyu wa Georgia aliamini kuwa anafanya biashara ya kiasi kikubwa cha dhahabu kutoka Ghana, licha ya stakabadhi kuonyesha matumizi makubwa ya dola milioni 6 kwa usafirishaji, uhifadhi na stakabadhi za dhahabu kutoka Ghana hadi Kenya. Yote yalikuwa ni ulaghai. Katika simulizi nyingine ya dhahabu, shirika la ndege la Kenya Airways limesitisha safari za ndege kuelekea Kinshasa kufuatia kuzuiliwa kwa wafanyikazi wao na kitengo cha kijasusi cha jeshi. KTN imefichua kuwa wizara ya mambo ya nje inadaiwa kuwatuma wajumbe jijini Kinshasa. Wakati huo nao kitengo cha kukabiliana na visa vya uhalifu DCI pamoja na polisi wa kimataifa Interpol vinajitosa katika uchunguzi wa dhahabu, jambo linalodaiwa kuhusishwa katika kuzuiliwa kwa marubani hao. Katika taarifa katika vyombo vya habari, kampuni ya Kenya Airways imetaka wafanyikazi wao kutendewa haki, wakidai kukamatwa kwao ni kinyume cha sheria. Taarifa katika kitengo cha upelelezi cha mjini Kinshasa imefichua kwamba majasusi wa kijeshi wamewahoji marubani hao wawili kuhusiana na mzigo wa tani 3 ya dhahabu inayodaiwa kusafirishwa kutoka Kenya hadi Falme za Kiarabu mwezi wa Novemba mwaka 2023 bila stakabadhi. Imeripotiwa kwamba shehena hiyo ilitokomea kutoka uwanja wa ndege wa JKIA, ikihusisha mtandao wa maafisa wa ngazi za juu kutoka shirika la kibinadamu pamoja na wafanyikazi wa ndege katika kutoweka kwa mzigo huo wa dhahabu. KTN inafahamu kuwa kikundi cha operesheni za usalama, wakiwemo maafisa wa kijasusi na wale wa polisi wa kimataifa, wamepelekwa katika Falme za Kiarabu ili kubaini ulanguzi huo. Mapato kutoka kwa biashara hii za haramu yanadaiwa kufadhili wanachama wa waasi ndani ya DRC. Inadaiwa kuwa mabwenyenye wanaonunua dhahabu kutoka Uarabuni walizuru Kenya kwa nyakati tofauti. Duru ndani ya wizara ya mambo ya nje zinadai kuwa wajumbe wametumwa Kinshasa kufanya mazungumzo ili kuachilia wafanyikazi wa Kenya Airways. Ode Francis, KTN News, Nairobi.